Ni kweli usiopingika kuwa demokrasia Afrika imekuwa ikidemadema kutokana na matukio yanayotokea katika nchi mbalimbali za bara hili, hasa katika nyakati za uchaguzi mkuu. Kwa kurejelea uchaguzi mkuu wa nchini Tanzania uliofanyika Oktoba 29 mwaka 2025 na ule wa nchini Uganda wa Januari 15 mwaka 2026, Ayopa Media imemwalika mezani kwa njia ya simu mchambuzi wa masuala ya utawala bora, Mheshimiwa Decas Butono. Ikumbukwe Mheshimiwa Butono ni mwelimishaji wa jamii juu ya utawala bora kupitia kipindi cha Uongozi Talks kinachokuwa kinaluka kila Jumapili saa 12 jioni kunako channel ya Simika TV iliyopo YouTube. Kutoka kwake tungependa kufahamu pengine ni nini hasa kilichopo nyuma ya kudemadema kwa demokrasia mataifa haya. Ni kweli kabisa, katika demokrasia ya ukanda wa Afrika imeonekana kudemadema katika masuala mbalimbali, hasa tukirejea katika uchaguzi wa mwaka 2025 kwa nchi ya Tanzania pamoja na uchaguzi wa Uganda wa tarehe 15 Januari 2026. Umeonekana ni uchaguzi ambao ulikuwa na mvutano sana hasa katika masuala ya kidemokrasia, na hii sio kwamba imetokea Afrika tu, bali kuna sababu mbalimbali ambazo zinapelekea masuala kama haya kuwepo kwa nchi za kidemokrasia. Moja kabisa ni ukandamizaji wa upinzani katika baadhi ya nchi za Afrika, ikiwemo katika mataifa niliyoyataja hapo, ambapo wapinzani wamekuwa wakizuiliwa katika kufanya mikutano ya hadhara, pia kuzuiliwa kutoa maoni yao juu ya ushawishi wa sera mbalimbali. Hii imekuwa ni ukandamizaji mkubwa sana, ambapo wananchi walikuwa wanapenda sana kujua nini kinaendelea, kuwa na uhuru wa kuchagua vyama mbalimbali katika masuala ya kushiriki katika uongozi. Lakini suala hili limeonekana kwa nchi za Afrika limekuwa ni gumu sana katika kupewa kipaumbele, na hii ndio inapelekea natokea machafuko kama ya kupinga uchaguzi, watu kuvuruga amani na vitu vingine kama hivyo. Lakini pia kumekuwa na changamoto nyingine ambayo ni ya ukosefu wa uhuru wa vyombo vya habari kwa mataifa ya kidemokrasia, ambapo tunakuta tuna sheria ambazo zinabana uhuru wa mwandishi wa habari kutoa taarifa iliyo sahihi kwa jamii yake, bali serikali iliyopo madarakani ndio inakuwa inawapangia kipi cha kutoa kwa jamii. Hii inapelekea wananchi kukosa taarifa ya ukweli na ya uhakika, na kuwafanya wao waweze kufanya maamuzi sahihi katika ukanda wa siasa, hasa katika kupata taarifa za uongozi, masuala ya siasa, kuwapa nafasi sawa kati ya vyama pinzani na vyama tawala. Hii imeonekana kama ni favoritism, kwamba serikali iko madarakani inatumia ubavu huo kushinikiza vyombo vya habari kurusha matangazo ya chama kimoja kuliko vyama pinzani, kwa sababu ya kujitafutia umati na kutoa taarifa ambazo sio sahihi kwa jamii. Vyombo vya habari vinaonekana kutukuza chama kimoja cha utawala kuliko vile vingine pinzani. Haya ndio yanapelekea kunatokea machafuko mbalimbali katika nchi za kidemokrasia. Katika maelezo yako Mheshimiwa, umeweza kugusia swala zima la kuwepo kwa machafuko na harakati za kupinga uchaguzi. Je, ni watu gani hasa wanapaswa kuangushiwa alama hizi, na pengine ndio chanzo kikubwa cha machafuko haya ya kisiasa? Changamoto kubwa ipo katika mfumo wa serikali uliopo, kwa sababu tukija tukaangalia hizi mifumo ya serikali imelisiwa kutoka kwa mifumo ya ukoloni, ambapo mifumo hii ya ukoloni imekuja kuwa ni kandamizi katika vyombo vinavyo au taasisi zinazosimamia masuala ya uchaguzi. Kwa mfano, ukiangalia taasisi za mahakama, tume ya uchaguzi haziko huru. Hizi zinasimamiwa na kuongozwa na serikali iliyoko madarakani, hivyo zinapewa shinikizo la kutekeleza kile kilichotolewa na serikali kwa ajili ya kulinda maslahi ya serikali, na sio kufanya maamuzi yake kama jinsi inavyotakiwa iwe huru kisheria. Wananchi wamekuwa wakijawa na jaziba, muda mwingine wanaingia barabarani kuandamana na kupinga matokeo ya chaguzi hizi. Pengine wewe kama mwelimishaji wa jamii kuhusu masuala ya utawala bora, vitendo hivi vya wananchi viko sawa? Ndiyo, wako sahihi, kwa sababu ni kwa sababu haya yote ni makosa yamesababishwa na mifumo ya serikali, ikiwemo na taasisi zinazosimamia uchaguzi zimepelekea kutoheshimu kura ya raia kwa sababu ya kufata matakwa ya serikali, kwa kuwa zinashinikizwa, na hii imepelekea wananchi wengi kupoteza imani na vyama vyao, pia na tume zao na serikali kwa ujumla, wakaona ni bora waingie sasa barabarani rasmi kwa ajili ya kutetea kura zao. Na kwa sababu hii inapelekea tume kutokuaminiwa na wananchi, inategemea bajeti kubwa kutoka kwa serikali iweze kuiwezesha, jambo ambalo sio sahihi, kwa sababu serikali inapotoa bajeti kwa tume inaonekana tume ni tegemezi kwa serikali, na hii inapelekea tume kufanya maamuzi kwa matakwa ya serikali na sio kwa mujibu wa sheria. Pengine katika kutatua hili ni nini kifanyike
kwa tume za uchaguzi wa nchi za bara la Afrika ili tume hizi zisilalie upande wa serikali inayokuwepo madarakani? Moja kabisa, tume iwe taasisi ambayo inajitegemea, lakini pia mwenyekiti wa tume hatakiwi kuteuliwa na rais, ambaye rais nakuta ni rais wa chama husika. Inatakiwa mwenyekiti wa tume iwe ni tume kama ilivyo tume ya wanasheria ambao wanachaguana wenyewe kama taasisi inayojitegemea na sio kuteuliwa na rais kupewa pale. Mfano nitakupa, wewe umekuwa ni mtu umeteuliwa na rais kutoka chama fulani. Utafikiri wewe utamtangaza mpinzani, utamwacha yule aliyekuweka pale kwenye kile kiti ili uweze na wewe kuendesha maisha yako? Inatakiwa tume itengeneze vyanzo mbalimbali vya ukusanyaji wa fedha za kujiendesha na sio kutegemea bajeti ya serikali kuu. Hii itawezeshwa kama pale tume itatengeneza chama huru na ambacho kitawawezesha wao kuchaguana wao kwa wao na kuweka miradi ambayo inaendeshwa na kukusanya mapato yatakayoendesha tume. Je, unaona umuhimu wa mabadiliko ya katiba katika hili? Mabadiliko ya katiba ni muhimu kwa sababu ukiangalia katiba nyingi za nchi za kidemokrasia zimelisiwa kutoka katika utawala wa kikoloni kama nilivyoanza kusema awali, na hii inapelekea kumpa mamlaka makubwa rais kwa ajili ya kufanya maamuzi, na hii ndio inapelekea taasisi nyingi kutokuwa huru kwa sababu zote zipo chini ya rais na yeye ndio muamuzi mkuu. Hivyo zinapelekea ukandamizwaji wa raia kwa sababu muamuzi wa juu anakuwa ni rais anayeweza kuamua chochote kitu kiweze kufanyika. Hivyo umuhimu wa katiba mpya ni muhimu kwa sababu ya kupunguza baadhi ya mamlaka aliyopewa rais ili na yeye anapokosea aweze kuwajibishwa kwa mujibu wa sheria. Mheshimiwa Butono, ni matumaini yangu kuwa umekuwa unazifuatilia demokrasia nchi za nje ya bara la Afrika. Pengine tuseme wao wametuzidi nini hadi uchaguzi wao unakuwa kweli na wazi ukilinganisha na case study ya Afrika, ama wao kuna jinsi ambavyo demokrasia yao inademadema ila inafichwa? Kwanza nitakuchukulia mifano ya nchi baadhi ambazo kwa upande wa demokrasia naweza kusema mimi kwa uchambuzi wangu ziko vizuri. Kuna nchi ya Marekani na United Kingdom, German. Hawa wamekuwa wakionekana wako vizuri kidemokrasia kwa sababu mbalimbali. Sababu ya kwanza, ukiangalia nchi hizo, moja, taasisi zao zipo imara sana kuliko watu. Katiba na sheria ziko juu ya mtu yeyote. Hii ni kwa sababu watu wa kule wanawajibishwa kwa mujibu wa sheria. Kwa maana yake ile tunayosema kwamba rule of law, maana yake sheria, hakuna aliyeko juu ya sheria. Hata wewe ni rais, kama umekosea kwa mujibu wa sheria inabidi wajibishwe. Wao katika mataifa haya tayari hizo taasisi ziko imara, mahakama zimeimarishwa, zinafanya muhimili wake bila kuingiliwa na serikali, pia na tume za uchaguzi. Hivyo taasisi ziko imara na zinasimamia sheria ipaswavyo. Na ukija katika upande wa uwajibikaji wa viongozi katika mataifa niliyokutajia kwa mfano ambayo yameendelea kwa kidemokrasia, viongozi wao hujihuzuru au kuwajibishwa kwa mujibu wa sheria pale watakapokosea. Ukija kuangalia kwa mataifa ambayo bado demokrasia zina shida, unakuta kiongozi amekosea na kujihuzuru hataki, bali anaendelea kubebwa, wote wanamjua mwizi lakini hawezi kumkamata. Lakini kwa mataifa haya mtu akikosea, akifanya ubadhirifu, anawajibishwa kwa mujibu wa sheria hata kama ni kiongozi wa ngazi za juu. Lakini pia uhuru wa vyombo vya habari kwa mataifa ya Ujerumani, Uingereza, Marekani, haya mataifa yameimarika katika uhuru wa vyombo vya habari. Waandishi wa habari wana uwezo na uhuru wa kutoa taarifa yoyote ile ambayo inaenda kupeleka ujumbe kwa wananchi pasipo kuwekewa sheria za kiserikali wala kuzuiliwa. Pengine ni nini rai yako katika hili ili nchi za Afrika zinazodemadema kisiasa na kidemokrasia ziweze kuondokana na dhira hili linalotatiza maendeleo ya nchi za bara la Afrika? Lakini ili kuweza kuboresha demokrasia ni kurekebisha baadhi ya mambo ambayo yanadhamikiwa sana na wananchi, waweze kurekebisha na kufanya vile wananchi wanavyotaka, kwa sababu kinachoonekana ni kwamba wananchi wanachokitoa kama sehemu ya malalamiko yao serikali haikisikilizi, na hivyo hakijatatuliwa mpaka leo. Na hiyo ndio shida kubwa ambayo inaleta migogoro katika nchi za kidemokrasia, ni kwamba wananchi wanadai kitu kirekebishwe na serikali yuko madarakani haiko tayari kufanya mabadiliko kwa kitu hicho. Moja kabisa ningependa kusema, kwanza ziimarishe taasisi ziwe huru, ambazo ni tume za uchaguzi ziwe huru na sio kwa jina tu kwamba ni tume ya uchaguzi. Lakini pia kulinda ukomo wa madaraka, katiba zisibadilishwe kwa ajili ya maslahi ya viongozi binafsi kujirinda. Ukichukulia mfano kama Uganda, Rwanda, wamekuwa wakibadilisha katiba katika sheria zao kwa ajili ya
kwa ajili ya kujiongelezea muhula wa kuongoza katika madaraka au kusalia katika madaraka kwa muda mrefu. Hilo kwa jambo hili kwa nchi hizi ambazo za Kiafrika zinatakiwa zifanyie marekebisho kwa kupunguza ukomo wa mamlaka madaraka katika viongozi wao. Lakini pia elimu ya uraia inatakiwa itolewe kwa wingi kwa wananchi ili wajue haki zao, wajibu wao na nguvu ya kura yao ina nguvu gani katika kumweka kiongozi na kumuondoa kiongozi, ili kura yao iweze kuonekana thamani na kuheshimika. Lakini kingine tunasema kwamba uhuru wa vyombo vya habari kwa waandishi walindwe kisheria na sio kupangiwa kipi kipostiwe au kipi kitolewe kwa wananchi. Na kingine itakuwa nchi hizi za Kiafrika ziweze kupambana na rushwa, kwa sababu rushwa ndiyo adui mkubwa wa demokrasia, kwa sababu wananchi wengi wanaonekana kuwa na uchumi usio imara kwa kutegemea wanasiasa. Hivyo wanaweza kuragaiwa kwa urahisi na wanasiasa kupitia masuala ya rushwa na kuweka serikali ambazo hazina nguvu wala msaada kwa wananchi kwa sababu ya kuwanunua wananchi kwa kupitia rushwa kipindi cha uchaguzi. Nikushukuru sana Mheshimiwa Dorcas Butono, na karibu tena pale utakapokuwa umehitajika msaada wako kwa wakati mwingine. Nashukuru sana, karibuni pia kwa ajili ya kupata maarifa zaidi na kutoa elimu ya uraia kwa wananchi katika kutoa utambuzi wa mambo mbalimbali. Don't forget to subscribe.